Leo tupo kwenye uchambuzi wa nyumba ya vyumba vinne. Yani nikisema nyumba ya vyumba vinne, maana yake ni nyumba kubwa ambayo ipo complete, yani imekamilika, ina kila kitu ndani. Ina dining, ina sitting room, ina kitchen cabinet, lakini ina toilet public. Kwa maana kwamba ni nyumba ambayo ipo complete, yani ina kila kitu ndani. Sasa kama una peni na karatasi, ni vyema ukarekodi namna ambavyo tunavyoenda hatua kwa hatua kuhusiana na masuala mazima ya uchambuzi wa nyumba hii. Na hii nyumba ina square meter 30 kwa ujumla, kwa ukubwa wa eneo lake. Yani eneo lililokula nyumba hii ni square meter 30, lakini pia ni nyumba ambayo imejengwa kwa matofali 2350. Na kabla sijaendelea, kwanza mdau wangu ni kuombe, kama haujasubscribe ufanye subscribe ili uweze kujipatia updates mbalimbali tutakazokuwa tunapost. Lakini pia mwisho wa video usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. So tuendelee na quotation hii ya nyumba hii. Bwana, hii nyumba imekula tofali 2350 ambayo thamani yake kwa Dar es Salaam matofali ni shilingi 1000. So tofali 2350 itakuwa ni milioni 2,350,000, yani na 50. Lakini pia kuna nondo 46 zimeingia kwenye nyumba hii, kuanzia kwenye nguzo, kwenye nondo za kulaza chini, kwenye foundation mpaka kwenye bimu ya juu, yani linta. Imecost nondo 46, na nondo sasa hivi ni shilingi 22,000, kwa maana kwamba ukinunua nondo 46 kwa mara 22 ni milioni 1 na shilingi 12,000. So tukanunua na mchanga ambao tukanunua viloli vinne ambavyo kiloli kimoja ni shilingi 80,000, kwa 80 mara 4 ni 320,000. Lakini tukanunua kokoto, ambazo kokoto tukanunua za 320,000. Tukanunua mifuko ya cement kwa ajili ya kujengea tu. Yani hii mifuko ya cement ni kwa ajili ya kujengea nyumba mpaka imefika kwenye kozi 3 za juu. Imeingia mifuko 90 kuanzia kwenye foundation mpaka kwenye kozi 3 za juu. Na mifuko ya cement kwa sasa hivi ni shilingi 16,000 mpaka 15,500. Inategemea na kampuni gani unanunua. Lakini ukifanya FTC mara 16 ni shilingi milioni 1,440,000. Lakini pia tukafanya na calculation ya ufundi kabisa ili kukupa, maana maswali yamekuwa ni mengi, nyumba ya vyumba vitatu inajenga kwa shilingi ngapi? Jamani, nitoe elimu kidogo kuhusiana na ufundi. Hapa nitakaa kidogo ili niweze kutoa ufafanuzi zaidi. Ufundi inategemeana na location. Kwa mfano, mimi ukinichukua, mimi makazi yangu ni Dar es Salaam, ofisi yangu ipo Dar es Salaam. Kwa ukinichukua ukinipeleka mkoani, kuna charges zake. Yani siwezi bei ya mtu wa Dar es Salaam nikamchaji kama na mtu wa mkoani, kwa sababu kwanza nabadilisha environment, yani mazingira, lakini naenda sehemu ambayo sijui nitafikia wapi, nitalala wapi na nitakula nini. Kwa maana Dar es Salaam tunajua wenyewe vyakula vyetu, tunaingia hapa tukiwa site. So lakini kwa mkoani inakuwa mtihani kidogo. Kwa hata charges za mkoani na Dar es Salaam tunafanya tofauti. Lakini pia sio mikoani na Dar es Salaam tu, hata kwa Dar es Salaam hii kuna mazingira mengine yani sio rafiki kwa fundi. Nilizungumza kwenye video iliyopita ya nyumba ya vyumba vitatu kwamba unaweza ukaenda site ukakutana na eneo, yani ardhi yake ni ngumu, ina udongo wa mfinyanzi. Na kama unavyojua udongo wa mfinyanzi ukishakauka unakuwa tena, ukipiga sululu kwa ajili ya kuchimba msingi ule wa foundation inakuwa mtihani. Kwa na yenyewe bei yake haiwezi kuwa kama ya mtu wa labda wa Chanika ama Mbagara. Kama Chanika ardhi yake iko vizuri, Bagamoyo ardhi yake iko vizuri, ni ardhi ya mchanga. Kwa mafundi tukifika maeneo kama hayo kidogo na bei zinapoa. Sasa kwa mfano, mfundi akienda kwenye mazingira magumu ambayo sisi tunaita depo, yani jeshini, mara nyingi atakwambia nyumba ya vyumba vitatu na kuendelea, na atakuanzia milioni 2 mpaka kwenye kozi 2, kwenye kozi 3 za juu. Lakini kwenye hizi nyumba ambazo kwenye ardhi za kawaida ni milioni 1,800,000 kushuka chini mpaka milioni 1,500,000. Inategemea na fundi ameamkaje na ana shida gani. Maana sometimes unaweza ukawa na jambo lako unahitaji kulifanya, so unaweza ukapokea kazi, na kama hauna kazi nyingine, kwa maana kwamba uko nyumbani muda mrefu na nini, maana mafundi sisi sio waajiriwa, so hatuna kipato cha kusema tumeagana na mtu. Kwa sometimes na timu yako mnaweza mkaa na muda mrefu hamjafanya kazi, japokuwa sisi hatufanyi kazi kwa utaratibu huo. Sisi tunafanya kazi kwa bei elekezi, na all the time sisi tuko busy. Hatujawahi kuaga kwamba tukae down eti hatuna kazi, ni uongo. Kwa hiyo sisi tunapokubaliana kazi, tunakubaliana kazi ambayo ni kazi kweli kweli. So ni tuiweke milioni 2 roughly, yani kama una maeneo ambayo unajua, lakini tuiweke milioni 2.
Lakini kuna kitu kingine pia hapa nitakaa kidogo kwenye hii engo ya ramani. Mara nyingi sana mchora ramani ama mtu anapotaka kujenga anasahau kipengele cha ramani. Ramani ndugu yangu usichukulie poa. Ramani inauzwa na nyumba ya vyumba viwili mpaka vitatu, maana naulizwa sana ramani hiyo shilingi ngapi? Sisi binafsi tunauza 1,500,000 ramani ya vyumba viwili mpaka vitatu. Ramani ya ghorofa pia ina bajeti yake. Ramani ya chumba kimoja, ramani ya chumba na seble ina bajeti, ina kundi lake. Ramani ya chumba na seble na jiko na nini inakaa kwenye kundi la ramani ya chumba kimoja. Ramani ikishavuka kuwa na vyumba viwili inaambatana na ramani ya vyumba vitatu mpaka 4 mpaka 5. Lakini ikishavuka kwenye ghorofa hiyo inakuwa ina bajeti nyingine. Kwa hiyo tukistendi kwenye hii ramani ya vyumba 4 hapa tunachaji 1,500,000. Kwa swala ramani msiliweke pembeni. Ujenzi unaanza kwenye ile hatua mpaka unanunua kiwanja, inabidi upige quotation yake. Nilinunua kiwanja kiasi kadhaa, baada ya kununua kiwanja nikamtafuta mchora ramani akanicholea ramani kwa 1,500,000 au 300,000. Kila mtu ana bei zake, lakini sisi bei zetu ni 1,500,000. Hata hii ramani naizungumzia ni 1,500,000 kama umeipenda. So ukichukua 1,500,000 unaiweka hapo. Kwa maana hiyo hii budget nzima utakuwa umepiga hatua mpaka ya kozi tatu za juu. Kwa maana hiyo sasa tukizijumlisha zote hizi milioni 2,350,000 ambao ni tofali, nondo milioni 1,12,000, tukajumlisha mchanga ambao ni 320,000, tukijumlisha kokoto ambazo ni 320,000, yes. Tukijumlisha simenti ambayo ni milioni 1,440,000, tukijumlisha ufundi milioni 2, tukijumlisha ramani 1,500,000, inakuja milioni 6,96,000. Hiyo ndo thamani ya wewe kujenga nyumba yako mpaka ikifikia kwenye kozi 3 za juu. Tuwe hapa kwa mahesabu ya kiujenzi unaweka milioni 7 kamili, kwa maana kwamba kuna maji, kuna nini, kuna mambo madogo madogo. Lakini sasa baada ya hapo nyumba stage inayofuata ni kwenye kupaua, na kupaua hii nyumba inaingia bati 80, yani bati 80, na tukipiga mahesabu ya bati 80, bati sasa hivi ni shilingi 22,000, kwa maana 80 mara 22,000 ni milioni 1,600,000. Lakini mbao zitakazoingia tumefanya calculation ya mbao zote zinaingia mbao za milioni 1,500,000. Kwa hiyo ukichukua milioni 1,600,000 ukachukua na milioni 1,500,000 unapata milioni 3,100,000. Kwa hiyo zoezi lako la kupaua ukiona milioni 3,100,000 kwenye swala la material umemaliza. Lakini sasa hapo kwenye milioni 3,600,000, milioni 3,100,000 kuna 600,000 ufundi wa kupaua nyumba kama hii. Mara nyingi sana fundi amekupiga sana 800,000 mpaka 700,000, 600,000 anacheza humo. Kwa hiyo tukipiga makadirio ya chini ambayo ni 600,000 inakuja milioni 3,700,000. Kwenye zoezi la kupaua inabidi uandae milioni 3,700,000, lakini kitaalamu zaidi tunasema uandae milioni 4 kamili, kwa maana unakuwa na uhakika. Kuna mambo ya nauli na nini, mambo yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo ukiwa na milioni 3,700,000 maana yake unakuwa umepaua, lakini kitaalamu na kiufundi zaidi weka milioni 4. Sasa baada ya hapo tunaingia kwenye finishing ya awali. Hii tunasema finishing ya awali kwa sababu ni sio finishing ile ambayo ya kupasua kichwa, ni finishing ya awali kwa sababu ni plaster, skimming, madirisha ya grill na mlango wa mbele. Hii kama mtu anadaiwa kodi huko anapokaa na anahitaji kuhamia kwenye nyumba ambayo tunasema haijamaliziwa, ndio inabidi amalize stage hii ili aweze kuingia. Ataweka madirisha ya temporary ya wavu, apate naye kujistiri, ataweka choo chake cha kawaida, atajistiri. Kwa hiyo ukiingia kwenye finishing ya awali ili uweze kuingia kuepukana na gharama ya kodi, sababu kwako ni kwako tu. Hata ukiingia ukiwa umeweka madirisha ya temporary lakini umefanya skimming nini, basi unaishi. Kwa hiyo hapa kwenye finishing ya awali anatakiwa apate plaster, ambayo plaster ni mifuko 77. Mifuko 77 hii ni plaster pamoja na kumwaga lafu floor, mifuko 77 ambao ni milioni 1,248,000. Lakini atahitajika apate mifuko ya skimming ya nje na ndani ambao ni mifuko 30, ambao mifuko 30 bei yake sasa hivi mfuko wa skimming moja ni shilingi 23,000. Kwa hiyo 23,000 kwa maana 23 mara 30 ni 690,000. Na madirisha ya grill, hii nyumba ina madirisha 13. Kwa hiyo kwenye dirisha 13, dirisha la grill la 5x5 tunapiga rafli ni 1,170,000. Kwa hiyo ukichukua 1,170,000 una mara 13
ni shilingi milioni 2,200,000. Lakini pia hii nyumba ina mlango wa mbele, ambao mlango wa mbele sana sana umepigwa sana ni 4,00,000, 4,500,000, lakini mpaka 3,500,000 unapata. Kwa hiyo sisi tunaweka 3,500,000. Kwa maana hiyo hii finishing ya awali itakosti kiasi cha shilingi milioni 4,480,000. Finishing ya awali ambayo ni plaster pamoja na lafu floor yake, skimming, madirisha ya grili pamoja na mlango wa mbele ina kosti milioni 4,480,000. Lakini pia hapa kuna gharama za ufundi ambazo sikuziweka, ambazo kwenye plaster fundi atakufanyia sana sana labda 800,000, na kwenye plaster kwenye skimming atakufanyia milioni 1. Kwa maana hiyo tufanye kama milioni 2. Kwa hiyo ukichukua hii milioni 2 ukiweka kwenye milioni 4,480,000 unapata milioni 6,400,000. Kwa maana milioni 6,400,000 ushamlipa fundi plaster, ushamlipa fundi skimming, kwa sababu fundi grili ni reba charge yake ipo mule kwenye hesabu ya 170,000. Mlango reba charge yake ipo mule kwenye 3,500,000. Kwa hiyo hapa ni mafundi wawili ambao wanawalipa, fundi plaster pamoja na fundi skimming, ambao ni tufanye milioni 2. Milioni 2 ukijumlisha na milioni 4,480,000 unapata milioni 6,480,000. Kwa ukifanya hii milioni 6,480,000 una 80,000 ukijumlisha na ile toto ambayo tumeipata, toto ya kila kitu sasa, ambayo ni milioni 11,705,000 ukijumlisha na milioni 6,480,000 unapata milioni 16,193,000. Sasa hii milioni 16,193,000 ndio gharama ya hii nyumba mpaka hapo ilipofikia, na unaweza ukaingia ndani na ukalala, japokuwa inakuwa haijakwisha, kwa maana umeshapaua, ushafanya grill. Hapo sasa kinachofuata ni finishing ya awamu ya mwisho, ambayo tunazungumzia kuna branding, kuna kuweka gypsum, kuna kufanya tiles, kuna kupaka rangi, ambapo huko sasa vitu vinabadilika, wenyewe wanakuambia vinakuwa kwenye majina ya kizungu, na huko ndipo kwenye kupasuka, na huko ndipo kwenye kutengeneza nyumba yako iwe na value ya kiwango gani, yani nyumba yako iwe na thamani ya kiwango gani. Na huku kote tunataka tukaenda sawa kwenye milioni 16, lakini mgawanyo ama tunasema ile utofauti wa huyu, kwamba huyu nyumba yake ina hazi gani na huyu nyumba yake ina hazi gani, ndipo inapoanza hapo kwenye finishing ya awamu ya mwisho, ambapo huko sasa tiles, kuna mtu ataweka tiles box 27,000, kuna mwingine ataweka tiles box mpaka 80,000, kuna huyu ataweka rangi ya shilingi labda 80,000, kuna huyu ataweka rangi ya 120,000 ndo huyu, kuna mtu ataweka rangi, yani kila mtu ana mbombo zake. Kuna atapiga drawer kabisa ukutani, ataka kupiga rangi, kila mtu huko ana style zake. Lakini kuna umeme, tusisahau kuna swala lazima la umeme, kuna masocket hapo, kuna wiring, kuna mabomba ya umeme, yani kuna mambo mengi. Sasa niwape tu yani picha halisi. Umeona hii milioni 16, hii nyumba maximum piga huwa itakuwa ina thamani ya milioni 45 mpaka milioni 35 kutokana na level mbalimbali. Lakini hata uijengeje hii nyumba, kama una hela utaijenga kwa milioni 45, ubezidi sana milioni 50, hii nyumba imeisha. Tusidanganyane hapa, hakuna milioni 100. Maana tu anakuambia kujenga gharama. Hii nyumba ni milioni 45 mpaka milioni 50 imeisha. Kwa mtu ambaye atafanya minimum yani ya kutumia material loko na nini, atajenga kwa milioni 35. Kwa hiyo kumbe nyumba ya vyumba 4 inaisha kwa milioni 35 maximum, unaingia ndani kwako unalala. Ila ukihitaji sasa vitu vya ziada unakuja kwenye milioni 45 mpaka milioni 50. Sasa sisi tuikatae 35 kwa sababu hakuna mtu anayependa kuishi kwenye mazingira loko. Tuiweke 40 kwamba nijenge nyumba ya milioni 40. Huko ni 45 tuwaachie wenye uwezo wao kwa teka sio nini, lakini sisi tujenge kwa milioni 40. Kwa hiyo nyumba ukiwa na milioni yako 40, hii nyumba unafungua unaingia ndani, unaenda kulala sehemu ambayo ipo very quality, sehemu nzuri, na una relax, unapata room 4 na kila kitu kinakuwa kimekamilika ndani. Ila ukihitaji mambo zaidi unaweza ukaijenga mpaka kwa milioni 60, ukaijenga kutokana na mifumo utakayoiweka ndani kwako. Ndio maana mtu mwingine anakuambia mimi nyumba yangu ina thamani ya milioni labda 70, usimkatalie kwa sababu na
mifumo aloitaka yeye, ambayo pia ni anasa tu, haina ulazima yeye, kwa sababu anahitaji kurelax zaidi, kwa sababu ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo tusimkatalie kwamba nyumba yake ina milioni 70 na wewe nyumba yako ina milioni 30, lakini nyumba ni ile ile, vyumba ni vile vile. Tusikatae, nyumba inaleta utofauti kwenye finishing na kutokana na uwezo wako. Kwa hiyo ishi kwenye uwezo wako, tumia ulichokuwa nacho, usitake kuiga kuweka tiles ya 80 wakati uwezo wako tiles yako ni 27. Weka ulichojaliwa. Mwenyezi Mungu akijalia mbele utajenga hata ghorofa. Lakini kwa sasa hivi, kwa leo, mimi niishie hapa. Naitwa Mr. House Decoration. Hii ramani ipo, ukihitaji ramani tucheki huko, tutakupa ushirikiano mzuri, na namba zetu ni 0659877756. Tucheki WhatsApp, tushauriane, njoo na idea yako yote kuhusiana na masuala mazima ya ujenzi. Lakini kama una changamoto, unahitaji mawazo, kushauriwa, sisi tupo kwa ajili hiyo. Sio lazima ununue ramani, sio lazima ujenge na sisi. Unaweza ukaja kwa ajili ya kushauriana mawili matatu, na ushauri tunatoa for free. Mimi naitwa Mr. House Decoration. Mwisho wa video hii usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.